Sasa unapoanza tu biashara hii ya Royal Plus, unapomwactivate robot wako wa Royal Plus, moja kwa moja unapata jina, yani unakuwa na cheo chako pale. Hicho cheo kinaitwa VIP1 au V1. Unapoanza tu, unapomwactivate tu, yani unapokuwa tu active, moja kwa moja pale unapachikwa cheo pale, unapewa cheo. Kwa hiyo unakuwa katika cheo cha VIP1. Kila mtu ambaye atakuwa anaanza hii biashara ya Royal Plus, akianza tu, akiactivate robot wake, haijalishi kwamba atafanya affiliate au hatafanya affiliate, anapata cheo. Cheo hicho kinaitwa VIP1 au V1. Sasa hapa ukiamua kutoa linki yako, ukaamua kushirikisha watu, au ikatokea rafiki yako labda anataka kujiunga na biashara hiyo, ukampatia linki yako, akaactivate robot wako, wewe utapata $30 kutoka kwa yule mtu ambaye umempatia linki na akaactivate robot wake. Utapata $30 ambayo ni sawa na pesa za Kitanzania shilingi 78,000 pesa za Kitanzania. Mtu mmoja tu akishaingia, akiactivate robot wake kupitia linki yako, ukiwa katika cheo hicho cha VIP1 V1, utapata $30 ambao ni sawa na shilingi 78,000 pesa za Kitanzania. Ukikonvert kwa rate ya dola moja 2600. Kwa 2600 mara 30 unapata 78,000 pesa za Kitanzania. Lakini haishii hapo kwa yule mtu aliyeactivate. Yule mtu yule akiweka mtaji wake kwenye Binance yake, alafu robot akaanza kumfanyia biashara, akaanza kutrade ule mtaji, yule mtu kadri atakapokuwa anaingiza faida, basi na wewe kwako kuna 20% ya mafuta ambayo yatakuwa yanaingia kwako kama pesa. Japo inakuwa ni senti, lakini hizo senti inategemea na faida aliyoipata. Kama akipata faida kubwa, basi na wewe utapata gawio kubwa. Akipata faida ndogo, basi utapata na wewe gawio dogo. Kwa hiyo kadri atakapokuwa anapata faida, basi na wewe kuna asilimia 20 ambayo utakuwa unaipata kupitia faida ile aliyoipata, ambayo hiyo 20% inakuwa inakatwa kwenye mafuta, gas fee kwa jina lingine. Kwa kadri atakapokuwa anafanya trading, akipata na wewe pia utakuwa unapata. Asipotengeneza faida na wewe huwezi kupata faida. Akipata faida lazima na wewe utapata faida ambayo itakuwa inakatwa kupitia mafuta yake. Hayo mafuta yanaitwa gas fee, inaitwa gas fee. Kwenye biashara kuna ufafanuzi wake ambao tunaufafanua vizuri, ambao ni mzuri sana. Kwa hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo inategemea kwamba utashirikisha watu wangapi. Kwa hiyo kila ambaye utakuwa unampatia link yako, akiactivate tu, utakuwa unapata hiyo $30. Lakini pia yule mtu akienda akifanya biashara, au wale watu wakienda wakifanya biashara, utakuwa unapata pia 20% ambayo itakuwa inakatwa kupitia mafuta yao, ambayo inaitwa trade commission, kadri watakapokuwa wanaendelea kupata faida. Na wewe kuna asilimia ambayo utakuwa unaipata, ambayo ndio 20% kutoka katika mafuta yao, kadri watakapokuwa wanatengeneza faida. Wasipotengeneza faida, mafuta hayakatwi. Wakitengeneza tu faida, mafuta nayo yanakatwa. Kwa hiyo haishii tu kupata $30, bali utakuwa unapata kipato endelevu kutoka kwa wale watu kadri watakapokuwa wanaendelea kufanya biashara. Sasa ili uweze kutoka katika hili daraja la VIP1 uingie katika daraja la VIP2, unatakiwa uwe na sifa gani, uwe na vigezo gani ili uweze kuingia katika daraja hilo la pili? Kwa sababu madaraja yapo 6, na katika madaraja, kila daraja lina vigezo vyake na masharti. Kwa hiyo nitafafanua daraja hatua kwa hatua kila daraja. Ila masharti ya daraja hili la kwanza ambao tumetoka kulifafanua hili, sharti lake ni uwe tu active. Basi ukishakuwa active, basi ukitoa linki yako utakuwa unanufaika kwa namna ambavyo nimekufafanulia hapo. Sasa twende katika daraja la VIP2 ili uweze kutoka kwenye hili daraja la VIP1 uingie katika daraja la VIP2. Je, unatakiwa ufanyeje? Uwe na vigezo gani? Ufanye nini ili uweze kufanikiwa kuingia katika daraja hilo? Na je, ukiingia kwenye daraja hilo la pili utakuwa unanufaikaje? Twende katika daraja hilo sasa ili tuweze kufafanua vizuri.